السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل إن شاء الله kukumbushana katika ile ya kheri baada ya swala ya alfajiri inshallah. Na leo tuendelea kusisitizana katika kudumu na istighfar. Nja, kwa nini adumu na istighfar? Istighfar jambo muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Anapodumu nalo basi hupata matunda makubwa katika hali yake ya kinafsi, hali yake ya kimaisha na hali zake zote zilizomzunguka. Nini maana ya wewe kudumu na istighfar? Mja ambaye anadumu na istighfar, mja huyu maana yake ni kwamba hana majivuno kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Yeye katika dhati ya nafsi yake anakiri kwamba yeye ni mkosa. Asubiri mpaka akosea alafu afanye ile istighfar kama ni dawa ya makosa yake. Bali ile hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam inafanya kazi katika imani yake. Kullu ibn adam khata, yeye ni mwenye kukosea tu. Mambo yake haya yote hayana isma, sio kwamba hayakosei, hayana kinga ya Allah. Isipokosea jicho katika siku yake, utakosea mdomo, utakosea hichi, kwa lazima anguke katika makosa. Kwa hiyo vile kujidumisha kwako ni istighfar, wewe unaonesha kwamba huna majivuno mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, unakiri kwamba wewe ni mdhaifu na unahitaji msamaha wake. Pia ndugu zangu Waislamu, ar-rahmatu tustajlab, rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala inaletwa kwa mambo maalum ambayo utayafanya, rehema ile ikaja, haiji hivi. Na katika mambo makubwa yanayoifanya rehema ile ya Allah subhanahu wa ta'ala kuja kwako, basi ni kuzidi kwako kufanya istighfar. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala shaika hali kwamba yule ambaye atafanya istighfar atampa katika mali na watoto, na zote hizo ni rehema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah hamwachi mja huyu ambaye anajidhalilisha kwake alafu amwache akadhalilike kwa wanadamu. Ukijidhalilisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atakuinua. Wama tawadha ahadun lillahi illa rafa'a, na yoyote yule atakayejinyenyekeza kwa Allah akajidhalilisha, basi Allah humpa cheo kwa waja wenzake na hapa duniani. Tuangalie mifano michache miwili mitatu, ile hali ya kuomba msamaha inavomnyanyua mtu daraja. Tuangalie maisha ya baina ya mke na mume. Mke akiwa mwingi wa kumwomba msamaha mume wake, hata kama hajakosea, kahisi kuna dosari ndogo imetokea, msamehe mume wangu kwa kasoro iliyotokea, au kama kuna kitu nimekukwaza, basi mke yule hupata daraja na nafasi kubwa katika nafsi ya mume wake. Tamkuta anashawishika katika kumnunulia zawadi, kumwaza vizuri na kumpa kipaumbele, tofauti na mwanamke aliolewa alafu ikawa hana hali kama hii. Maisha baina ya mwalimu na mwanafunzi. Mwanafunzi ambaye anapenda kumwomba mwalimu wake msamaha kwa sababu maisha ya wanafunzi yamejaa makosa, ikawa anamwambia mwalimu wake kama kuna chochote au kuna kazi hajaifanya vizuri au kuna utumwa hajautendea vizuri, akawa anamwambia mwalimu wake amsamehe, au kama kuna kitu umekukwaza naomba maelekezo yako. Basi mwanafunzi yule anapata nafasi katika nafsi ya mwalimu, utakuta anamwombea dua, anamweka pembeni, anamzidi kumfundisha, anampa baadhi ya uzoefu wake aliopitia katika maisha, anapata nafasi kubwa katika nafsi ya mwalimu yule. Hata maisha baina ya mwajiriwa na mwenye ajira, mwenye bosi. Yule aliajiriwa alafu akawa na tabia kama hii, kupenda baada ya kutekeleza kazi zake akatanguliza kitu katika kuomba msamaha, au kama kuna kasoro rekebishwe, basi utamwona jinsi anapomweka karibu na pia anapozidi kumpa nafasi. Ikiwa jambo hili linatokea katika nafsi ya mwanadamu ambaye unamuomba msamaha, ambaye hana fadhila kubwa sana kwako kama ambayo akakupa Allah subhanahu wa ta'ala, akakupa pumzi, akakuahidi na pepo, akakujalia na mazingira ya kufikia pazuri huko akhira, basi itakuwaje kwa Allah subhanahu wa ta'ala? Na ukiona mwanadamu ukimfanyia kitu na kupandisha daraja hii, basi Allah atakupandisha daraja mara 1000. Tushikamane sana na jambo la istighfar na mambo yake makubwa, ndugu zangu Waislamu. هذا وصلى وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. مساكم الله بالخير.